Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Uamuzi wako wa kuungana nasi wakati kama huu kwenye kipindi cha Neno waonyesha busara aliyokupa Mungu ya kumtafuta, maana kila amtafutaye humpata na kupokea zaidi. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Somo lenyewe latoka kwenye sura ya 5 katika kitabu cha Warumi, aya ya 9 hadi ya 21. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. 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 Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nitamsifu Mwokozi wangu kila siku ya maisha. Hakuna kitu cha fanana naye. Nitamsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yangu. Hakuna yote kama yeye. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nakusalimu rafiki msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba waendelea kupokea baraka za Mungu kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi. Kwenye kipindi kilichopita tuliona faida apatazo mtu mara anapomgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa ukumbusho wako, faida tulizoziona ni kama ifuatavyo: amani na Mungu, njia ya kumwendea Mungu, tumaini, ushindi katika dhiki, upendo wa Mungu ukimiminwa katika mioyo yetu, kupewa Roho Mtakatifu na kuokolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu. Tuendelea kuona zaidi kuhusu faida za kumwamini Kristo kutoka kwenye somo letu la leo lililoko kwenye aya ya 9 hadi aya ya 21 katika sura hii ya 5. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kulingana na andiko hili, twaona kwamba faida nyingine ya kumwamini Kristo ni kuokolewa na ghadhabu yake Mungu, maana tumehesabiwa haki. Elewa hili kwamba ghadhabu inayotajwa hapa ni hiyo ambayo manabii waitaja, kama vile Sefania unaposoma kwenye sura ya 1 mstari wa 15. Hiyo ni ile siku kuu ya kuogofya, siku ya Mungu. Tumeokolewa kutokana na hukumu ya dhambi pia. Siku baada ya nyingine hutuokoa kutoka kwa nguvu za dhambi. Kwenye siku inayotajwa hapa, atatuokoa kutoka kwa uwepo wa dhambi, yani dhambi haitakuwepo hapo tutakapokuwepo. Hii ina maana kwamba waumini watanyakuliwa kabla ya siku hiyo. Siku hiyo, ndugu msikilizaji, si kwamba watu walio wazuri ndio wataokolewa, bali ni neema ya Mungu ndiyo yatuokoa sasa na ndiyo itakayotuokoa wakati huo. Tutakuwa katika uwepo wake Mungu kwa neema yake. Tukisha hesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu yake. Kwa hayo, ndugu msikilizaji,
naamini hilo ni jambo la kulibariki jina lake Bwana na kulitukuza milele. Kwenye aya ya 10 neno hili laendelea kutwambia hivi: kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Rafiki, Kristo alikufa hapa chini ili kutuokoa, naye yuaishi milele ili atuhifadhi katika wokovu. Iwapo katika mauti yake tulipatanishwa na Mungu, habari gani kuhusu uzima huo? Hili lililoko kwenye aya hii ni jambo linalotupa uhakika kuhusu uzima ambao tumeupokea katika Yesu Kristo, uzima wa milele. Kisha kuna faida nyingine wapatayo waumini katika Kristo, nayo ni furaha. Hili ni kwa mujibu wa neno tulipatalo kwenye aya ya 11, ambapo neno lasema hivi: wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Mpendwa, twajifurahisha katika Mungu. Hili ni himizo kuu sana katika maandiko kwa ajili ya kila mmoja anayemwamini Kristo. Furaha hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni furaha ambayo ipo katika moyo wa kila mtoto wa Mungu. Licha ya shida na mambo mengi, furaha kutoka kwa Mungu, msikilizaji, ni yako. Waweza kumfurahia Mungu na jinsi alivyo. Waweza kumfurahia Mungu pia kwa wokovu aliyokutendea, neema yake na hiari yake ya kumwokoa mwanadamu na kutufanya kuwa wana kwa kusudi lake. Siku moja tutasimama mbele zake bila hofu na kuingia katika raha yake milele. Amefanya mpango mahususi wa kutuokoa kwa kuwa atupenda upeo. Je, si ufunuo huu watosha kukufanya ufurahi, ndugu yangu? Mtoto wa Mungu afaa kuwa na furaha katika moyo wake kwa sababu ya mambo makuu ambayo Mungu amemtendea. Sisemi kwamba atatembea huku mdomo wake umefunguka, lakini awe na moyo uliojaa furaha kwa ufahamu wa kujua aliyomtendea Mungu na atakayomtendea. Hizo ni faida 8 kuu usizozipata kwingineko ila kwa imani katika Mungu kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Baada ya kuona habari ya wokovu wa mwenye dhambi, sasa tunataka kuona habari ya utakaso wake. Katika wokovu tuhesabiwa kuwa wenye haki kwa imani, lakini Mungu ataka kutenda zaidi kuliko kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki hakumfanyi mtu awe mwenye haki, kwa kuwa yamaanisha kwamba katika mahakama ya mbinguni Mungu mtakatifu amekuhesabia kuwa mwenye haki mara unapomwamini. Ila fahamu kwamba roho ya mwanadamu haijabadilishwa. Rafiki, usifikiri kwamba Mungu atawaruhusu watu waishi katika dhambi. Anachotaka kufanya ni kutufanya sisi tunaomwamini kuwa jinsi anavyotuhitaji kuwa. Kwa sababu hiyo ametangulia kutuokoa na pia yu katika harakati ya kutufanya kuwa wenye haki katika tutendayo. Hii ni kusema kwamba Mungu amefanya njia ya kila mmoja wetu, hasa wanaoamini, kukua katika neema na kutakaswa kwa ajili yake Mungu. Ili kuelewa utakaso huu ni lazima kujua habari ya uongozi kwa jinsi ya Adamu na jinsi ya Kristo. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 12 inayosema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwenye aya hii dhambi inayozungumziwa hapa ni ile ya asili, dhambi aliyotenda Adamu. Si habari ya dhambi ya pili au ya 4, bali hapo mwanzo alipomwasi Mungu na kukosa kumtii alipokuwa katika bustani ya Adeni. Ni dhambi hiyo ndiyo iliingiza mauti katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu hiyo nataka ufahamu hili, ya kuwa wewe nami ni wenye dhambi kwa njia kama 4 hivi. Kwanza, sisi ni watenda dhambi kwa kuwa twafanya dhambi. Pili, sisi ni watenda dhambi kwa kuwa asili yetu ni ya kutenda dhambi. Dhambi haitufanyi kuwa wenye dhambi, bali asili yetu ni ya kutenda dhambi. Nalo jambo la tatu ni kwamba twaishi katika hali ya dhambi. Mungu ametangaza kuwa jamaa yote ya mwanadamu ni wakosaji, yaani ni wenye dhambi. Kisha jambo la 4 nalo ni kwamba sisi ni wenye dhambi kwa kuwa Adamu alituwakilisha katika alilotenda, yaani kumwasi Mungu. Ni kwa uongozi wa Adamu kama baba ya mwanadamu ndiyo Mungu alitumia kwa njia ya Yesu Kristo kutuokoa sisi, hasa hao wanaoamini. Adamu na Kristo ni wakilishi wa mwanadamu. Adamu ni kiongozi wa jamaa ya mwanadamu kwa hali ya kawaida, naye kwa kutomtii Mungu
aliwaingiza wanadamu wote katika uasi huo dhidi yake Mungu. Dhambi ya Adamu ilifanyika kuwa dhambi yetu. Kwa kusema hivi, haina maana kwamba tuna asili ya dhambi kwa kuwa tuliirithi kutoka kwa Adamu, bali ina maana kwamba tumefungamanishwa katika yote aliyotenda Adamu. Adamu alipotenda dhambi, tulikuwa ndani yake tukitenda dhambi hiyo. Huenda ndugu msikilizaji, hupendi hili ni kwambialo, lakini hebu nikueleweshe kwa kusoma andiko hili lililoko kwenye kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ya 7 mstari wa 9. Neno la Mungu lasema hivi: tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Andiko hili lanena habari ya Lawi miaka mingi kabla ya kuzaliwa kwake. Ibrahimu alipotoa fungu la 10 kwa Melkisedeki, Lawi alikuwa katika viuno vyake akitoa sehemu yake pia. Na kwa njia hiyo ndivyo ilivyo kwa habari yetu na Adamu hapo alipotenda dhambi. Tendo moja la kutotii kwa Adamu limetufanya wote kuwa watenda dhambi. Mfano, msikilizaji, ni hao waliohamia sehemu. Iwapo babu yako alihamia katika mji huu, wewe pia ulikuwa katika viuno vyake, nawe ukahamia pale pia, ndiposa waishi pale na kupaita kuwa ni nyumbani. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo tuhesabiwa wote kuwa wenye dhambi. Tayari tumeona jinsi tuhesabiwa haki, nayo ni katika Kristo, kwa mauti yake na ufufuo wake. Kristo ni kiongozi wa jamaa mpya, nayo ndiyo kanisa iliyo mwili wake na kiumbe kipya. Hili ndilo mtume aandika, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45 na 46, zinazosema hivi: ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo; mtu wa pili atoka mbinguni. Tunaposoma kwenye sura ya 15 mstari wa 21 na 22 kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya watu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Rafiki yangu, iwapo wataka kuthibitisha kuwa Adamu atuwakilisha au alituwakilisha kwa alilotenda, tafakari habari ya mtoto mdogo ambaye mauti humpata ijapokuwa hajui chochote. Katika Adamu wote hufa, ingawaje Mungu hakumuumba ili afe. Hata hivyo, namshukuru Mungu kwamba ametuandalia mema kwetu kama wanadamu, iwapo tutamtii kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Neno kwenye aya ya 13 laendelea kutwambia hivi kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya 5: maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Tangu wakati wa Adamu hadi wakati wa Musa, dhambi ilikuwepo katika ulimwengu, ila haikuhesabiwa kama dhambi kwa sababu sheria haikuwepo. Nadhani kwamba hii ndiyo ilikuwa sababu ya Mungu kutomhukumu Kaini kwa kifo baada ya kumuua nduguye Habili. Wakati huo Mungu hakuwa amesema usiue. Isitoshe, Mungu aliweka alama kwenye kipaji chake ili asiuliwe na yeyote. Kwenye sura ya 4 mstari wa 23 na 24 katika kitabu cha Mwanzo zanena kumuhusu Lameki, mmoja wa wazao wa Kaini, akieleza kwa nini ameua. Sura ya 6 mstari wa 5 kwenye hicho kitabu cha Mwanzo, neno latuambia jinsi Mungu aliona uovu wa watu, lakini hakuna hata mmoja wao aliyehesabiwa kuwa amevunja amri 10. Hata hivyo walihukumiwa kwa kuwa walimwasi Mungu. Yaliyotendeka wakati wa Nuhu ni jibu kwa huyo anayefikiri habari za hao waliokufa bila kusikia injili ya Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 14, neno latuambia hivi: walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Katika maneno haya Paulo ataja mauti kuwa kama mfalme aliyetawala tokea wakati wa Adamu hadi wakati wa Musa. Ijapokuwa amri hizi hazikuwa zimetolewa, mwanadamu alihukumiwa kwa kuwa ni mwenye dhambi. Mauti ni neno lenye maana 3 katika maandiko. Kwanza, kuna mauti ya kawaida au mauti ya mwili. Hili hutendeka hapo mwili na roho zinapoachana. Mauti haya
huja kwa sababu ya kosa alilotenda Adamu. Pia kuna mauti ya kiroho, nayo ni kutengwa na Mungu na kuishi katika uasi dhidi yake. Tulikuwa tumetengwa na Mungu, watu waliokufa katika dhambi na makosa yao, hapo tulipokuwa hatujamwamini Yesu Kristo. Yasome hayo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1. Hayo ndiyo maandiko yatufahamisha. Kisha kuna mauti ya milele, nayo ndiyo aina ya tatu katika maandiko. Hili hasa litatendeka hapo mwanadamu mwenye dhambi na kila aliyekosa kumwamini Kristo atakapotengwa na Mungu milele. Hili lisome kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8. Katika kila hali Adamu alikuwa mfano wa Kristo. Neno kwenye aya ya 15 latujulisha haya: lakini karama ile haikuwa kama ile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Katika Kristo, rafiki msikilizaji, tunayo zaidi sana. Leo hii twatazamia jambo lililo zaidi ya hiyo bustani ya Adeni. Hili ndilo ashuhudia mwandishi wa kitabu cha Waebrania anaposema hivi kwenye sura ya 11 mstari wa 13: hawa wote wakafa katika imani, hawajazipokea zile ahadi, bali wakiziona kwa mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maandiko hayo tuliyoyasoma ni ushuhuda na pia ni arabuni ya yote ambayo Mungu amemwandalia kila mmoja anayemwamini Bwana Yesu Kristo. Je, miongoni mwao? Tafakari hilo tunaposoma kwenye aya hiyo ya 16 ambapo neno latuambia hivi: wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Katika hili tulisomalo hapa, tuona kwamba andiko hili latujulisha jinsi kosa la Adamu liliwaingiza wote wa jamaa yake katika dhambi, na kwa tendo moja la utii na hayo mauti ya Kristo msalabani, mwanadamu aliyepotea apatanishwa na Mungu. Rafiki yangu, ningelipenda ufahamu kwamba katika mengi watendayo wanadamu wakitafuta njia ya kumfikia Mungu, wewe unayemwamini Kristo tayari umemfikia Mungu. Hii ni kwa kuwa si wewe ndiwe uliyeanza kazi ya kumtafuta Mungu, lakini Bwana Mungu ndiye alikutafuta, akamtuma Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani, ili kila mmoja anayemwamini apatanishwe naye, na katika kule kupatanishwa awe na uzima wa milele. Hivyo wewe uliyepatanishwa na Kristo umbarikiwa, kwa sababu umepatanishwa na Mungu, kwa kuwa hiyo ndiyo njia ya Mungu kuwafikia wanadamu. Kumbuka kwamba kama vile nimekuambia mara nyingi, dini yoyote ile hutafuta jinsi ya kumfikia Mungu, lakini imani kwa Mungu ni Mungu kukufikia wewe ili upate kumwamini katika yote aliyokunenea. Mungu aliponena na Ibrahimu, Ibrahimu alimwamini. Mungu alimfikia Ibrahimu, naye Ibrahimu alipoamini akahesabiwa kwa haki. Wewe unapomwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo utahesabiwa haki pia. Lakini ikiwa utafanya kutafuta jinsi gani waweza kumfikia Mungu, basi hiyo itakuwa ni ubatili, maana Mungu hawezi kukupokea. Njia ameiweka wazi, nayo ni kwa Yesu Kristo aliye njia na kweli na uzima. Mungu akusaidie upate kuamini haya, ili uwe na faida hizi ambazo twazisoma kwenye neno lake. Aya ya 17 nayo yasema hivi: kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Awali kwenye aya ya 14 Paulo alisema kuwa mauti ilitawala kama mfalme. Mauti ilitawala kwa sababu ya kosa la mtu mmoja iliyowajumuisha wote wanadamu. Ila hapo si ndipo mwisho, kwani kuna ufalme wenye uwezo kuliko hayo mauti, nao ni ufalme wa uzima. Uzima huo umetolewa kwa wenyeji wa ufalme wa mauti kwa neema nyingi kutoka kwa mfalme wa uzima, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwanadamu mwenzangu, hitaji lako ni kupokea uzima huo ulio katika Kristo, maana yeye ndiye mfalme wa uzima, nawe utapokea uzima ambao Mungu amewakirimia wote wanaoamini.
Tunapoendelea kwenye aya ya 18, neno hili la Mungu latuambia hivi: basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Katika maandiko haya twapata kanuni ya jinsi mwanadamu alifanyika kuwa mwenye dhambi na jinsi ahesabiwa haki kwa imani katika Kristo. Najua kwamba kuna wale wanaoweza kufikiri kuwa jambo hili ni rahisi sana, lakini ningelipenda kukujulisha ya kwamba hili jambo si rahisi hata kidogo, maana liligharimu uhai wa mwana wa Mungu. Kumbuka ya kuwa Yesu alitoa uhai wake, si kwamba aliuliwa. Alikata roho yeye mwenyewe kusudi wewe nami tupate huu uzima wa milele. Iwapo wataka kufahamu zaidi, hebu geukia kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 10, nawe utaona jinsi anavyonena habari ya mchungaji na jinsi mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hilo ndilo hasa twaliona kwenye sehemu hii ya maandiko. Neno laendelea kutwambia hivi kwenye aya ya 19: kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Ndugu yangu, hili ni jambo la kutia moyo, ni jambo la kubariki kabisa, maana Paulo ajumulisha aliyokuwa akisema kuhusu uongozi wa wanadamu. Yani, kwa tendo la kutotii kwa Adamu, jamaa yote ya Adamu walifanyika wenye dhambi, si tu katika asili yao, bali katika kila watendalo. Utii wa Kristo, mauti na ufufuo wake umemfanya Mungu kuhesabia haki wenye dhambi wanaomwamini. Hakuna mahali popote ambapo waweza kupata maneno kama haya, maneno yenye faraja, maneno ya kukuinua ufahamu ya kuwa Mungu akushughulikia, Mungu akuwazia mema, Mungu ataka uokolewe, lakini hiari ni yako. Ndugu msikilizaji, huyo ndiyo Mungu wetu, Mungu asiyewashurutisha watu kumwamini. Jamani, Mungu kama huyo wampata wapi? Hebu tuendelee kwenye aya ya 20 tuone neno la Mungu lasema nini. Neno lasema haya: lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Mungu alipoidhinisha sheria, aliwapa wanadamu, hasa wale wa Israeli, kutoa sadaka. Kwa lugha nyingine, Mungu aliwapatia wanadamu waliopotea njia ya kuondoa hatia ya dhambi zao na si asili ya dhambi kwa sadaka zile. Hebu tumalizie sura hii kwa kuona lililoko kwenye aya ya 21 inayosema hivi: ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Utakubaliana nami kwamba twaishi katika ulimwengu unaotawaliwa na dhambi. Iwapo wataka kujua mfalme wa ulimwengu huu ni nani, basi jibu ni hili: mfalme wa ulimwengu huu ni Shetani. Yeye ndiye huzunguka akitafuta wa kummeza, kama asemavyo Petro kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8. Yohana anapoandika kwenye waraka wake wa kwanza, anena akisema kwamba twajua ya kuwa ulimwengu wote mkononi mwake Shetani. Kwa lugha nyingine, Shetani ndiye aendesha mambo mengi, na kwa sababu hiyo ndiposa makaburi yapo na yataendelea kuwepo. Hiyo ni kwa kuwa dhambi yatawala na mkuu wake ambaye ni Shetani yu kazini bado. Hata hivyo, tumaini ni kwamba kama vile dhambi ilitawala, kwa njia ya haki neema itatawala hata uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Matakwa ya Mungu kuhusu mwanadamu na haki anayotaka awe nayo yametimizwa kikamilifu katika Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ufalme huo umeimarishwa kikamilifu kwa huyo Kristo Mnazareti. Kila mwenye dhambi anayeamini ana fursa ya kupokea uzima wa milele mara anapomwamini Kristo, naye ndiye Adamu wa mwisho na mkombozi aliyetukuka. Je, ndugu yangu, dhambi itakutawala hadi lini? Utaendelea kuishi kwa hofu ya mauti hadi lini? Mungu akusaidie, akupe ujasiri wa kumwamini Kristo ili uenende katika upya wa maisha ambao u katika yeye. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali na ulitujali hata kabla hatujakujua. Tazama, tumejifunza neno lako, tumefahamu jinsi ulivyotupenda na hata ukamtuma mwana wako ili sisi tulio wenye dhambi, kwa kuamini uliotutendea,
tupate kuwa na uzima wa milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika haya tuliyojifunza utamwendesha katika kweli zaidi, utazidi kujifunua kwake ili aendelee kuishi katika imani, maana hayo ndiyo mapenzi yako, ya kuwa watu wote wakujue ewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wako, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Haya najua kwamba utamsaidia kwa Roho wako uliyempa, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, naamini ya kwamba umebarikiwa na yote uliyoyapokea yamebariki moyo wako na kukuhimiza uendelee kukua katika imani. Mungu akubariki, Mungu awe nawe, na neema yake ikuwezeshe katika yote yanayokustahili kama mtoto wake. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuone ni jinsi gani ambavyo Mungu ataka tujue na hivyo kutenda yanayotupasa. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Mafundisho hayo bila shaka yameujenga moyo wako. Je, una jambo unalohitaji tuombee pamoja nawe, au wahitaji ushauri? Na je, una swali? Basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo ataendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 1 hadi ile ya 13. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.